Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika historia ya maisha ya watakatifu. Leo ikiwa ni tarehe 29 Aprili, Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Katarina wa Siena, bikira na mwalimu wa kanisa. Katarina alizaliwa huko Siena nchini Italia tarehe 25 mwezi Machi mwaka 1347. Alipokuwa mdogo, aliweka nadhiri ya ubikira na aliahidi kumpenda Yesu daima. Bwana wetu alipendezwa na nadhiri ya Katarina, akamvika kidoleni pete ya thamani yenye almasi nzuri, na ni Katarina peke yake aliweza kuiona pete hiyo. Tangu akiwa mdogo, alipenda kusali sana, kujitesa, na Bwana alimpa kipawa cha maono. Wazazi wake walijaribu kumzuia asiingie utawa. Walimpamba kwa nguo za umaridadi na marembo ya kike kusudi apendwe na wavulana. Lakini Katarina alichukua mkasi akakatakata nywele na mavazi yake. Mama yake alimkasirikia sana, kwa hiyo akampa kazi nzito nyumbani kama mtumwa. Katarina alivumilia hayo yote kwa upole na unyenyekevu. Mwisho wake alimkubalia aingie utawa wa watatu wa Mtakatifu Dominiko. Alijikita katika kuwahudumia wagonjwa, hasa wagonjwa wa ukoma na kansa, ambao hakuna mtu aliyewapa msaada. Alifanikiwa pia kuwafanya waongoke na kuwa Wakristo. Katarina alijaliwa na Mungu mapendo yake na uwezo wa kufanya miujiza. Katarina alifunga kwa muda mrefu akipokea tu Ekaristi Takatifu. Alisali bila kukoma, akiombea uongofu wa wakosefu. Watawa wawili wa Dominikani waliponywa kwa sala zake. Baada ya kuponywa, Papa aliwapa kazi ya kuwaungamisha watu waliokuja kuombewa na Katarina. Watu wengi sana walifurika kuja kuomba maombezi yake. Akiwa na umri wa miaka 28, alijaliwa zawadi ya madonda 5 ya Kristo msulubiwa. Sista mdogo huyu asiye na nguvu alipatanisha miji mizima katika Italia waliogombana siku zile wao kwa wao. Aliwaongoza wakosefu wengi kwa Mungu, na mwaka 1377 Katarina aliweza kumrudisha Roma Papa Gregory wa 11 aliyekuwa amehamia Avignoni, Ufaransa. Papa Urbano wa 6 aliyemrithi Papa Gregory wa 11 alimuita na kumtaka aishi katika makao yake. Aliweza kuwapatanisha mapapa, wafalme, na akaweza kuleta amani na umoja katika kanisa. Alifanya bidii kubwa kuamsha upya moyo wa maisha ya kitawa. Aliandika mafundisho mengi sana juu ya maisha ya kiroho. Alisali bila kukoma, ijapokuwa alielemewa na mawazo na masumbuko mengi. Alifariki dunia tarehe 29 mwezi Aprili mwaka 1380 akiwa na umri wa miaka 33. Papa Pio wa pili alimtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1461. Papa Paulo wa 6 alimtaja kuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1970. Yeye ni mtakatifu msimamizi wa nchi ya Italia, na watu wanaomba maombezi yake wakati wa ajali za moto, magonjwa ya mlipuko na kuumwa kichwa. Pia Mtakatifu Katarina wa Siena alizidi kusisitiza kuwa tusikate tamaa pale tunapokumbuka dhambi zetu za zamani, bali tuitumainie daima huruma ya Mungu na tuthamini mateso ya Yesu aliyoyapata kwa ajili ya wokovu wa dhambi zetu. Ndugu zangu,
tumeona maisha ya mtakatifu wa leo, Mtakatifu Katarina wa Siena, ambaye daima alisisitizia kuhusu upatano na uelewano katika kanisa. Alileta umoja katika kanisa. Alitatua migogoro iliyokuwa ikiinuka wakati huo, na alilipigania daima kanisa. Na pia hakuwa hivyo tu, alikuwa mpole na mnyenyekevu sana. Ingawa alipata heshima nyingi kutokana na kutatua migogoro mingi, na hata viongozi wakubwa wa kanisa wa nyakati hizo walimheshimu sana, lakini aliendelea kuwa mnyenyekevu. Aliendelea kuwahudumia watu wote pasipo kujikweza, na alizidi hata pale walipokuwa wakimtendea mabaya, alikuwa mnyenyekevu daima. Je, ndugu zangu, sisi katika maisha yetu, Mungu anapotuinua, Mungu anapotufanya tujulikane, wakati mwingine tunaona kama ndo tumemaliza kila kitu. Unyenyekevu ni kitu cha msingi, na unyenyekevu ni kitu cha kujifunza. Pia Katarina hakuishia pale, alikuwa mtu wa sala. Alipenda sana kusali, alisali kwa wakati mwingi. Licha ya mahangaiko aliyokuwa akipitia, masumbuko, mateso, magonjwa, lakini alisali. Sala ni nguzo kuu katika imani yetu. Sala ndio itatufanya tumjue Mungu vizuri pia. Sala ndio inatufanya tuwe karibu na Mungu. Pia upendo wake wa kuwahudumia watu. Tunaona, tumeelezwa katika historia yake kuwa baada ya kuweka nadhiri zake za utawa, alitumwa kwenda kuwahudumia wagonjwa, hususan wale wenye magonjwa ya ukoma na kansa, ambayo wakati mwingine ni magonjwa ni hatari ambayo mtu anaweza kuambukizwa. Lakini yeye hakusita, kwa sababu alijua kwamba anaoenda kuwatendea wale ni kama anaenda kumtendea Kristo mwenyewe. Kwa hata sisi katika maisha yetu tusirudi nyuma pale tunapotaka kuwasaidia watu walioko katika mahangaiko. Tusijihesabu sisi, tuwathamini wale tunaowahudumia. Mtakatifu Katarina wa Siena, utuombee.